Hello guys, Bwana Yesu asifiwe. This is Wakristo family. Yes, ni siku nyingine tena. Leo tumekuja na a very interesting video, part 2 ya how we met. Yes, very interesting guys. Tulishia kwenye part 1, hatukumalizia story yetu ya how we met, and today we are going to continue the story. Yes. Kwanza kabisa vile tunashukuru watu ambao wana subscribe kwenye channel yetu. Yaani tukiona subscribe hata 1, 2, yani tunafurahi, tunashukuru Mungu kwa sababu familia inakuwa, si ndio? Yes, we are so grateful for you people. Yeah. Mmekuwa supportive hata kama kwa uchache wenu, lakini tunakuwa taratibu, sisi tunaamini katika kukua. Yes. Na karibuni, na ambao wewe ambaye ni mgeni karibu, tukue pamoja katika channel hii. Yes. Na msiangalie video bila kusubscribe guys. Subscription ni bure kabisa. Unabonyeza tu kile kitufe chako chekundu cha subscribe, unakuwa umejiunga na familia ya Wakristo family. Yes. Karibu sana. Yes, so leo tunaenda ku spill the tea. Tunaenda kumalizia story yetu jamani. It's very interesting. Mimi kila nikikumbuka inanichekesha kwa kweli. Ndio baby, uchekeshe. Kozi inanichekesha, lakini pia inanifanya na kuwa na ile hali ya kutambua kwamba kuna kukua kwenye maisha. Ukiwa na Mungu kuna kukua, ndani mkishikana pamoja pia kuna kukua. Yes, kitu kama hicho naweza nikasema. Lakini pia nikikumbuka hizo siku za nyuma, naona kama ni juzi tu. Naona kama sio mbali sana. Kama juzi tu, lakini pia story yetu tutakuja kuelezea kitu gani ambacho tumejifunza kwenye story yetu na namna tulivyokutana, lakini ngoja tuendelee sana story yenyewe. Kwa hiyo kaa utulie, have a cup of tea kama unakunywa chai, kama una juice yako, kama una coffee, kama una maji, kaa chini and enjoy the tea. Stay ready. Sababu nimeamua kunywa chai mwenyewe mwenyewe. Tunywe chai. Yeah. So tuendelee na story. So alikuwa ananisindikiza stendi. Alipokuwa ananisindikiza stendi, akawa ananielezea kuhusu birthday yake. Anadunda mwenyewe kwamba kesho birthday yake. Nikaishia hivyo, nikaenda chuo sasa. Nilipoenda chuo, somehow huyu kaka haina akili mwangu wa kuku atoke. Yaani somehow, wewe sio kama sijui nilikuwa na yaani sijui ilikuwaje, lakini jamani. Ila somehow akilini alikuwa atoke. Hata kile alichoniambia kwamba kesho birthday yake, yaani kilikuwa kimestaka kelele. Kwa hiyo nikasema okay, kesho unapoenda Jumapili kanisani nitamwish happy birthday. Hivyo tu. So Jumapili ikafika. Kwani bibi tulivyozungumza kwanza ile siku tulipozungumza usiku wa amini ya Jumamosi asubuhi, ulikuwa unanifikiria, ulikuwa unaniwaza au? Of course nilikuwa nimekuwaza, lakini sikuwa nimekuwaza ile katika namna ambayo kwamba I want this girl hivi, kwa sababu nilikuwa na mtazamo mwingine, nilikuwa na kufahamu kwa namna tofauti. Na uhalisia ulikuwa. Lakini ulikuwa unaniwaza. Kama mimi nilikuwa tu nakuwaza, sikuwa nawaza mengine, lakini tu nilikuwa on my mind. Nilikuwa nakuwaza, lakini sio kwamba huyu itabidi nimpate, no. Okay. Mimi nilikuwa najua you are somewhere else. Woman? No, I was nobody, it's only God's. Okay. So, ikafika Jumapili kanisani. Ilipofika Jumapili kanisani sasa, yeye anahudumu pale mbele, nipo namwangalia. Yaani sijui ilikuwaje jamani, mimi hata sijui nieleze. Nikaa tunamwangalia. So, kwa bahati mbaya usiku nilikuwa nimeenda na kitabu notebook, lakini nilikuwa sijaenda na pen, nilikuwa nimeisahau. Lakini nilikuwa na penseli kwenye pochi. Sijui mwanachuo anafanya na penseli ya nini kwenye pochi, I don't know. Lakini nilikuwa na pencil. So nikawaza, sijui namwambiaje yule mkaka, hatujazoeana, hatujuani hivyo. Nikachukua kikaratasi bana. Hivi unacho baby? Nadhani ninacho. Uko kwenye wallet pale. Tutawaonesha hicho karatasi guys. Au kakilete. Let me go and check. Ile wallet kwa kwa baby. Sio tutachukua muda. Wallet. Ngoja akacheki wallet. Yaani kile kibarua nilimwandikia, nataka mkisome mkione nilipomwandikia guys. Oh my god. Umeipata?
Kaipata guys. Bana wewe. Yeah. Hiyo wallet kwanza unakumbuka walinipa wewe? Yeah, hivi ilikuwa birthday au ilikuwa Valentine? Yeah, nadhani ilikuwa. Yeah, ilikuwa Valentine Day, sije 2020 ngapi sijui huko. 21. Yeah, 2021 nilimpa zawadi ya Valentine ya wallet. So, sasa huku ndo nikaweka zile barua. Bwana hii imelipewa na mke wangu. Unajua tena mapenzi ya kukutana mwanzoni, zawadi za mwanzo. Alinipa this wallet. Unaona? Na hapa mnapoona hapa pameandikwa maneno. Je, nisomee. Aliandika hivi kama ifuatavyo. Honey, I pray that this wallet never runs dry in Jesus name. Amen. Yes. Na upande mwingine akaandika, my love, may you increase and grow financially. You'll never be poor, you're wealthy and rich. I love you, Arnold. Amen. Hii zawadi ilikuwa hatari. Umetunza hadi leo? Nilijisevu. Leo ni mashinga ngapi? 25. Na hizo kipindi kwa na 25. Nimetunza sana bwana. Sasa huku ndio niweka barua. Hizi hapa. Unaona kama ziko mbili. Wow. Jamaa hivyo umezana anatunza kumbukumbu kama mume wangu. Nisiamini eti. Karatasi mpaka zimechakaa kwa kukaa. Hii tusisome lakini. Hii ilikuwa nini? Sijui hata nilikuandikia sio ya nini. Hapo umeandika wrote this with the pen you bought for me. Peni niliponunulia ukaniandikia barua. Okay. Alininunulia peni nzuri nikatumia kumwandikia barua. Maneno mazuri. Okay. So ile barua ambayo tulikuwa mimi siamini. Ile barua ambayo nilimwandikia sasa kanisani guys ni hapa. Na hapa mtaona vizuri kwa sababu nimetumia penseli. Au unaweza kusogea kuonesha. Shaft kafutika, sijui kama utaona. Inaonekana. Happy birthday, Arnold. May God bless you always. Do not forget to acknowledge Him in all of your ways. Remember, you are loved by God Himself, by Jacqueline. Yes guys, hii ndo hiyo barua. Sasa bwana, mimi nilishangaa kwa sababu ilikuwa ghafla na tujazoeana and tulikuwa hata hatuna contacts, ndio. Alafu unajua hata jina lako nilikosea. Jina langu nilikosea kidogo lakini naeleweka. Na kipindi naandika hii barua guys. So niliandika, ibada imeisha tu pale sasa tunabidi tutoke, tusalimie watu tuondoke. Nikawa na penseli, nikaandika, may God bless you, happy birthday, may God bless you always. Do not forget to acknowledge Him in all your ways. Remember, you are loved by God Himself. Alafu unajua kwa nini? Akini mwangu sijui mimi nahisi nilikuwa na crush na wewe mkaka. Yaani nilikuwa na crush na wewe. Nilikuwa na crush na wewe. Yaani ndani yangu sijui nilikuwa na feel different. Yaani nilikuwa najisikia tofauti. Kwa hiyo hapa nilipoandika you are loved by God Himself. Nilikuwa nataka niandike you are loved by Jacqueline. I swear. Ndio maana unaona hapa by chini yako hapo niliandika by Jacqueline. Kwa ukienda hivi you are loved by Jacqueline. Kumbe. Sijai kuelewa. Mimi ndo naelewa kwa sababu niliandika. Kwa hiyo ndo naelewa sasa. Yes. Kwa hiyo yaani kuna namna nikupa ni moyo wangu. Sijui naweza sijui kama kuna mtu huko anaweza akarelate. Kama you can relate please, naomba useme nisemeka ndipo mwenyewe huko jamani. Ila nilimwandikia tu you are loved by God afu nikaandika by Jacqueline. Kama barua unamwandikia mtu by huyo. Tulipotoka sasa pale ibadani nikasema nampaje hii barua na siwezi kuondoka bila kumpa hii barua. Mimi nasema jamani, ni Roho Mtakatifu ndio alikuwa ananipush nifanye hivyo. Mimi naamini hivyo. Ilikuwa Roho Mtakatifu ananipush nifanye hivyo kwa sababu
Sijawahi kufanya kitu kama hicho, wala sikuwahi kutegemea kama naweza nikafanya kitu kama hicho. Na nilikuwa naona kama nikiondoka sijampa hichi kibarua hiki, nitakuwa nimefanya kosa. Nilikuwa ndani yangu najisikia lazima nifanye. Okay. Ndio. Okay. Sasa mimi nilikuwa nasema, nilishangaa kitu kimoja. Mwanamke ambaye nilikuwa namfahamu before sijapewa barua, sitegemea kama angenipa barua ambayo ameandika maneno kama haya. Kwanza kaniwish birthday, yani ilikuwa ni kitu fulani kwangu mimi kilikuwa cha ghafla, kilinishtua. Sina mazoea naye. Tumekutana tu ile mara moja mara mbili. Before hii siku ya Jumapili, mara moja tu ile ya kusindikizana, ile story tu za hapa na pale. And it was like ni mtu tu ambaye tumefahamiana, then it will come to pass. Lakini sasa mwisho wa siku ikafikia Jumapili, nashangaa natoka zangu kanisani, nimebeba gitaa langu. Na nilimtuma mtu wa kuita, nakumbuka. Nilikuwa niliitwa na mtu si ni nani? Yule ambaye ulisikiza naye sasa. Kweli. Alikuja kanita kaniambia wewe unaitwa. Nikaenda shangaa, nikamsalimia tu hivi, tukafurahi wao zile night na nini, kwa sababu tuliachana Jumamosi asubuhi. Kwa watu kuwasiliana mpaka Jumapili. Nashangaa mtu akanipa barua. Mimi nikajua akanipa nani, kaandika namba yake bwana. Kumbe amekumbuka birthday yangu. Na ni kitu ambacho kijawahi kunitokea. Sikuwahi kuandikiwa barua before. Hata shule? Za birthday. Labda kuishi tu mtu kwenye simu na nini. Kwa hiyo nilikumbusha mbali, nikakumbuka mpaka shule, vile barua vya shuleni vile watu mnaandikiana nini na macrush nini. Kwa hiyo nilikumbusha mbali sana ile. Yeah. Kwa ndo hivyo guys jamani. Ikawa hivyo, nikapewa barua. Sasa pale moyo wangu na mimi ndio kaanza sasa kuanza kama nikawa kama naelewa fulani, kama kuna kitu sasa kikaklik. Sema tu ulianza kuwa na crush na mimi, si ndio? Yeah, lakini sikuwa intentional, yani kwamba na crush na wewe sasa nianze kukuchase, kwa sababu nilipokuwa nakufahamu ni tofauti. Yeah. Kumbuka. Yeah. Na siku hiyo nadhani tuliondoka pamoja hiyo siku hiyo. Yes. So, nilimpa ile barua. Kwanza huyo mkaka, yani kama unamjua, ni the most kind. Mimi naona ni the most kind man. Namna anavyosalimia watu, yani kama hakujui. Kweli. Namna anavyosalimia watu, yani anakusalimia ni kama anakujua, unajisikia vizuri. Kwanza alinikumbatia, nipa ile kumbato la mkono mmoja na kwambia ile hapo kanikumbatia, ile hapo ananukia. Kazidi kunichanganya. Akanikumbatia. Akaniambia okay, oh wow, thank you so much. Nikanikumbatia, hivyo nikamwambia okay bye, mimi naondoka. Akaniambia unakaa wapi? Nikamwambia nakaa Kimara. So bye. Nilikuwa nawahi usafiri kwa sababu tunajua madaladala ya Kawe, watu unapambana na watu wa makosa, kwa hiyo inabidi uwe pande. So mimi nikatoka, na hisi nikaongesalimia watu. Sasa natoka hivi kama naenda sasa stendi, akaniona akaniita Jackie. Bye. Nikamwambia, no. Nikuita. Uliniita, alafu nilikuita. Mimi nadhani tulikuwa kuna jamaa wangu mmoja alikuwa naye anaishi Kimara. Tulikuwa ni musician mzangu pale kanisani. Kwa hiyo tulitoka mimi naelekea Kinondoni, kuna msichana mwingine naye alikuwa anaelekea Kinondoni. Lakini hapo bado, kabla ya hapo. Namba yangu ulipataje kama unakumbuka? Ndio siku hiyo. Namba nilivyokupa uliniomba namba. Yaani yes, nilivyokupa barua aliniomba namba. Ananiambia naomba namba yako ya simu. Yeah. Ndio akaitwa tunawasiliana. Yes, kwa hiyo nikampa namba, then ndo nikaondoka. Yes, yani. Yeah. So tulipokuwa nje tumekaa tunajiuliza hapa tunatokaje, siku hiyo ndo birthday yangu. Mimi pia nilikuwa nahitaji kwenda Kinondoni. Kwa naenda kwa dada yangu tukasherehekee birthday mimi na pacha wangu. Sasa mimi na pacha wangu. Yes. Sasa tuko njiani, tumesimama tu barabarani, ile mimi na jamaa wangu anaishi Kimara, tukawa tunajiuliza sasa tunaondoka je, unaenda Kimara vipi? Mimi naenda Kinondoni vipi? Na kuna msichana mwingine alikuwa anaenda Kinondoni. Mimi nikawashauri bora tu Bolt.
volt tu basic pale, ije ST pale, tuondoke tuiboltie mpaka Kimara, lakini ipitie Kinondoni, kwa sababu njia ya kupita Mwenge ilikuwa na foleni sana. Sababu ya watu wa Mwamposa, watu ndio walikuwa wanatembea, yaani magari hamna. Watu wanatembea kabisa. Sasa ndo nikamuona huyo binti bwana akipita na ametoka zake kanisani. Nilikuwa nimekaa sasa baby, nimekaa sehemu. Ulikuwa umekaa? Nilikuwa nimekaa kwenye ile gogo. Nimesale gogo la pale barabarani kama kona. Yeah. Nimekaa hata sijui naelekea wapi. Nilikuwa na nauli tu, nilikuwa na 600. Na nilikuwa na nauli tu ya kutoka pale kwenda mpaka nyumbani. Kwa hiyo nilikuwa nategemea gari la Kawe mpaka Kimara, Kawe mpaka Mbezi. Lakini sasa magari hamna. Kwa hiyo nimekaa pale sijui nafanya nini, nimekaa tu. Sijui nafanya nini. Ndio hivyo jamaa. Nikamuita bwana binti Jackie. Nikakwambia njoo. Njoo mara moja au nimefanyaje? Ulinipigia. Nikupigia funga kuangalia nakwambia njoo. Au niangalia vizuri kwa sababu kwa niko vizuri bali romantic. So ndo hivyo guys. Kwa hiyo pale tukafanya mpango na nini, tuka request. Tukaondoka. Mimi nikakaa zangu nyuma, jamaa wangu akakaa mbele. Mimi nikakaa nyuma. Nakumbuka kuna msichana akakaa katikati. Yule ambaye anaishi Kinondoni. Na wewe kakaa upande mwingine wa mlangoni. Nadhani tulishia Kinondoni. Safari tulimalizia pale. Nilishia Kinondoni. Kimara mkapanda mwendokasi. Baada ya hapo ndo tukaanza kuchati zile chati. Nilikuwa excited kwa sababu sikuwa kwenye mahusiano kwa muda mrefu. Na nilimwambia Mungu, mahusiano ambayo naenda kuingia sasa hivi ni mahusiano ambayo nataka ya lead to marriage. Yaani ile kubwa ni ombi kubwa sana nilivyokoka, kwamba kwanza nilivyokoka nilimwambia Mungu, sasa hivi season hii sitakuwa na mahusiano, sitakuwa na mpenzi. Nikapita ile season. Ikafika season ambayo sasa nikasema Mungu, natamani niwe na mtu ambaye tuanze naye to grow pamoja. Kwa hiyo kwa kipindi kile nilikuwa tayari. Kwa hiyo kuna watu walikuwa na wasiliana. Kuna baadhi ya watu tulikuwa tunawasiliana, yani kama mimi nilikuwa tunasoma watu, mtu akitaka akiwa interested na mimi nampa chance ya kumsikiliza, kuona ni kama tuna values sawa, msimamo sawa. Nilikuwa kwenye hiyo safari. Lakini nilichokuwa naomba sana Mungu kwamba mwanaume ambaye nitaingia naye kwenye mahusiano ndio huyo ambaye nitaingia naye kwenye ndoa. Sitaki kupoteza muda, sitaki kuwa na huyu. It was not in my prayers or my plans. Kwa hiyo sasa nilipokutana na Anodi, yani moyo wangu ulikuwa, kusema kweli, nilikuwa very interested kwa, yani sijui, yani kuna something ilikuwa inanipull kwake, yani nilikuwa namuona, I don't know. Lakini nikiangalia mazingira ya nje najiona sio mtu wa kuwa na yeye, kwa sababu kwanza ni mwanamuziki, sikuwa natamani kuwa na mwanamuziki cha kwanza. Lakini ulikuwa na marafiki wanamuziki wengi. Sana, nilikuwa na marafiki wengi wanamuziki. Sijui kwa nini, lakini sikuwa natamani. Ulikuwa unapenda wanamuziki? No baby. No baby. No. Kweli, mimi nilikuwa sipendi wanamuziki. Nilikuwa tu na marafiki wengi ambao ni wanamuziki. Hata wanawake pia ambao wanaimba wengi nilikuwa nao. Ambao sijai kumjua mwanamuziki wa rafiki yako hata. Angel. Mmemsahau Angel wa makumbusho. Mimi kujua kama naimba. Mimi sina marafiki wengi, lakini by the way, lakini ndio hivyo, niko tu katika hiyo cycle ya watu ambao ni wanamuziki, either anaimba, wana play instruments. So, sikuwa natamani kuolewa na mwanamuziki kabisa, lakini ndio hivyo moyo wangu unasukuma kwake, nikasema nitampa chance. Na ni kweli moyo wangu umesukuma kwake. Nilikuwa nina crush naye, nikamwambia Mungu, nakumbuka kabisa. Nilimwambia Mungu kwamba huyu mwanaume, yani nimetokea kweli kumpenda. Akithubutu kunitongoza, sitamwambia nakupa muda, sijui nafanya nini, nitamjibu ndio. Hayo ni maombi kabisa nilikuwa naomba na Mungu. Nilikuwa naomba Mungu chumbani kwangu guys. Very true. Nikamwambia akithubutu kunitongoza nitamwambia ndio. Kwa sababu yeye ni moyo wangu, naona kama kuna ile gravitational force, yani nataka kuwa naye, nampenda hivyo. Nimekuwa interested na yeye. Gravitational force baby. Gravity. Basi ile basi ile ya kuvutana. Pulling. Attraction. Okay, attraction force. Kwa hiyo nikamwambia Mungu, huyu mkaka akimtongoza nitamwambia ndio. Kwa hiyo nakuomba, kama sio mwanaume ambaye unataka niwe naye niingie kwenye ndoa, basi fanya namna yote muondoe kwenye maisha yangu. Kwamba niuwe. No, sio kuuwe. Akuondoe mtu kwanza, either lose interest na mimi au mimi ni lose interest na yeye. Yaani tuache ile kutafutana.
Yeah. Lakini kama ni mapenzi yako basi tuendelee kujiweka pamoja. Yes. Na si kwa sababu niambia ananipenda ndio siku ambayo nitamwambia ndio, sitamwambia subiria sijui nikaombe ndio naomba hapa. Hayo ndio maombi ambayo nilikuwa naomba na Mungu wangu. Yeah. Kwa ndio hivyo baby. Yeah. Ule ndio ulikuwa mwanzo wa kuanza kufahamiana mimi na mke wangu. Kwa from there tukaanza kuwasiliana na nini. Yeah. Plans zikaanza taratibu za dates. Yeah. Kaanza kutana taratibu. Kipindi hicho alikuwa anasoma chuo kimoja FM pale. Kipindi hicho mimi nilikuwa na danki no position. Anajitafuta. Yeah. Kwa hiyo kipindi hicho nilikuwa mchanga sana kipindi. Yeah, alikuwa anatafuta and it was fine for me kwa sababu nilikuwa namwomba Mungu mwanaume ambaye nianze naye, yani nianze naye. Hilo nilikuwa ni ombi langu kubwa. Sasa kuona mtu tayari asha make it kwangu mimi hapo personally. Yeah, kwa hiyo tulianza kuchat, tukawa tunaenda dates, tunaenda mikesha. Yeah. Nakumbuka siku ambayo sasa tukaanza mahusiano ilikuwa siku na yes situation kwanza ilikuwa hiyo siku. Ndio nakumbuka nilikuwa nakusindikiza kutoka kwa kumbukumbu zangu nakumbuka tulikuwa tumeanza zile dates tulikuwa na Sami kipindi hicho nikaja nikawa nakaa Morocco pale. Yeah. Nilikuwa nakaa Morocco. Kinondoni. Kwa tukaa sasa dates zetu tunakutana Morocco. Tunatembea mpaka chuo. Wazao kutembea. Tulitembea sana. Yaani tukiwa pamoja tunakuwa na nguvu. Unaweza kuzunguka Dar nzima. Dar nzima unazunguka na usichoke. Tulikuwa tunatembea kutoka Morocco mpaka Posta kwa miguu IFM. Tunatembea. Na hatuchoki. Hatujawahi kuchoka. Yeah, so nakumbuka katika siku hizo za kutembea na nini, tulikuwa tunaendelea kuzoeana na nini. Yeah, siku moja ndio ikatokea. Bwana nikajalikuwa tunasema sawa mambo ya kutembea bila kujua mwafaka, mwisho wa siku mnatembea afu mnakuja kumbe mnapoteza muda. Mimi ndio ikabidi ni shoot my shot. Lakini kabla ya kushoot your shot, kabla ya kushoot his shot, hiyo siku baby jina alisend to details. Jumapili nimeenda kanisani. Baada ya kanisani akaniambia nikutane na yeye stand, si ndio? Ilikuwa stand ya Kawe. Nikamwambia nakuja. Lakini nikamdanganya, kumbe nikawa siji. Mimi na rafiki yangu tukawa tunaenda makumbusho. Aliniomba nimsindikize makumbusho kwenda mambo ya simu kitu kama hicho. Yako wapi? Rafiki yangu bebe, alikuwa rafiki yangu. Mimi lakini ni mambo ya rafiki yangu. That's over. Alikuwa rafiki yangu. Mimi rafiki yangu alikuwa. Mimi alikuwa rafiki akili Mungu alikuwa rafiki yangu. Kwa hiyo wakati Anode ananiambia kwamba nimsindikize, nimfuate Kawe, mimi na yeye tukutane Kawe. Si tuende wapi? Mimi nilikuwa namdanganya naambia nakuja, lakini kumbe nishapata tena uzuri tulipata lift na rafiki yangu. Kwa hiyo tukapanda lift tukaenda zetu makumbusho, nikamwambia nimeshindwa kuja, mvua ni kubwa sana, matope, si nilimdanganya kitu kama hicho. So, Anode hapa alikuwa very disappointed. Lakini mimi huko nimetoka zangu makumbusho, nikarudi zangu wapi? Chuo. Niacha Solemba huko. Yeah. So, lakini ulikuwa na mtu makumbusho mimi. Makumbusho wapi? Kawe. Yes, nilikuwa na mtu mwingine ambaye kila mtu alikuwa na safari zake. Yeah. So, mtu mwingine mimi. So, mimi nilikuwa najaribu yani ile kutokuwa serious sana na yeye. Yaani nilikuwa najaribu hivyo, yani sikutaka kumuonesha kwamba niko interested na yeye sana. Kwa hiyo siku ndo nikamfanyia hivyo. Kwa hiyo nikaenda zangu wapi? Nikaenda zangu makumbusho. Makumbusho, nilitoka makumbusho nikaenda Posta chuo. Sana baada Posta chuo ni kama mimi kani kwa nini nimemfanyia hivyo, alikuwa anataka kuniona, tuongee, umeona eh? Kwa mimi nikamwambia okay, it's fine basi, tukutane usiku huu. Akasema sawa. Kwa hiyo mimi nikaenda zangu hostel, nikabadilisha nguo, nikapanda daladala, nikaenda sasa Morocco na nikakutana naye, ndio tukaanza safari sana ya tulienda sana kula. Tulikutana tukaanza kurudi tena. Tembea. Mama tunaona tulikokuwa vya hivyo yani. Kwa hiyo naona nilipofika Morocco ndio nikakutana naye, sikuwa tunafanya maana ilikuwa ni usiku. Tunafanya silence likiza chuo lakini tunaenda kwa kutembea sasa. Ndio tukawa tunapiga story.
Yeah. Karibia chuo. Ndio mimi nikasema bana, leo liwalo na liwe. Liwalo na liwe, mimi nitafanya. Nita make a step. Yeah. Nitakayotokea kinikataa basi. Ila mimi siwezi kuendeleza urafiki ambao sijui. Tupo tu yani kama vile mpo karibu. Lakini hamna kinachoendelea, yani kama vile hatujui tunafanya nini. Yeah. Tunaonekana yani tunavutiana tu, lakini nisileke jao bado official. Yeah, official. Then nika aim my target, then nika shoot. It's shot. Yeah, bwana. Nikamwelezea bwana, kubali na nini, nakuelewa, tushati kadhaa hapo, siku kadhaa tushatoka out. Yeah, kwa hiyo nikamwambia, then ikawa rahisi. Tunaona yeye mwenyewe pia alipokea tu vizuri. Yeah, alipokuwa ananiambia nilikuwa very excited, yani ile kwamba wow, yani I was very excited, nilikuwa na furaha kwamba ananielezea vile anavyojisikia kuhusu mimi. Kwa hiyo kama nilivyowaambia guys, nilikuwa namuomba Mungu, kaambia huyu mwanaume akinitongoza mimi sitasema no, sitasema nasubiri, si niombe, si nifanye nini. Nilisimama nikamkumbatia. Yeah. Yeah, nilimkumbatia nikamkubalia, nikamwambia yes. Yeah. Yeah, ndo mahusiano yetu yakaanza hapo. Yeah, yeah, and it has been a nice journey with you, babe. Yeah. Yeah, namshukuru Mungu kwamba it's you. Yeah, hata mimi pia namshukuru Mungu. Yeah, kwa sababu kwamba sio mwingine. Yeah, kwa sababu nimegrow sana. Nimeglow. Umeglow? Lakini pia yani you love me, truly love me. Naona so kwa maneno, kwa matendo pia. Kwa unakuja wewe unanipenda. Mungu asifiwe. Hata mimi pia na appreciate the way uko na heshima, you are kind kwa watu wote, una huruma as a mother. Baba? Anataka mother now. Wewe ni mama. Mama sio mpaka azae, unajua. Yeah. Mama ni mlezi. Yeah. That's what I believe. So guys, that was it. That's how we met and how we started dating. Yeah guys, hope you enjoy it. Yeah, hiyo ni story yetu. Tunashukuru sana watch this video. Tumefika mwisho wa video yetu ya leo, part 2 ya how we met. Yes, nadhani leo tuta close. Yeah, Mungu abariki sana kwa kuangalia mpaka mwisho ya video hii. Mungu abariki sana na tunawapenda.